Kabla niseme machache, nataka niwakumbushe ndugu zangu, mimi nawapenda sana, na Waswahili wasema anayekupenda ndiye anayekwambia, sivyo? So nataka niwaambie ndugu zangu, ugonjwa wa corona bado upo, ugonjwa wa COVID-19 bado upo. Nataka niwasihi na heshima na tahadhima, tafadhali tufate maagizo ya serikali katika vita dhidi ya corona. Tukubaliane? Na mambo ni machache: uvae barakoa, uweke social distance, uoshe mikono, na uache kufanya mambo ambayo hayaeleweki, sivyo? So nataka niulize, tunakubaliana kwamba sisi wote kama watu wa Mombasa tutapigana na janga hili kwa kuangalia minajili na mwelekeo ulewekwa na serikali dhidi ya kuvishinda? Tumekubaliana hapo kwamba tutangangana mpaka tupigane na corona iondoke hapa Mombasa, sivyo? Sasa niseme mambo ya soko kwanza. Mimi nimesikia bwana chairman. Haya, sawa, Yaturwa mdogo. Mimi nasikia mambo ya soko. Tuanze hapa sokoni. Kwanza nataka niseme namna hii. Nashukuru kwamba soko limeisha. Na niwaambie watu hapa waelewe, mtu yoyote ambaye atajaribu kuchukua shamba la soko hili ajipange, kwa sababu tutapambana na yeye. Hatuwezi kukubali kamwe shamba la umma. Tunataka kuone hii shikaadabu hapa. Soko hii imeanza ndogo. Mipango yetu ni kwamba soko hii iwe kubwa kama Kongowea siku za usoni. Ukiiba shamba hapa, soko itasonga namna gani? Ukijenga hapa katika shamba ambayo tumeweka ya soko itakuwa kubwa namna gani? Inawezekana kweli hapo? So nataka niwaambie watu ambao wanafikiria kujenga hapa, my friend, wacha mchezo. Hii shamba ni ya umma, na soko ni ya umma, sivyo? Na mimi naambia hawa watu wangu hapa, nimetembea hii soko, nimeridhika, soko mzuri sana. Lakini I want you to now go and sit immediately. Mujipange vile mutaongeza hii soko ikuwe kubwa zaidi. Hii yote. Tuanze kutia ukuta hapa, tuanze kufikiria namna ya kuongeza hii soko. Alafu mimi najua kwamba watu wamekuwa na changamoto za kiuchumi za COVID. Najua hiyo. Nimesikia hapa chairman amezungumza kitu kimoja tu, chairman, na hujasema. Na nataka kwa sababu ni ndugu sisi tutakukumbusha, sivyo? Moja tu hujasema. Umesema mambo ya kutolipa soko. Mimi hiyo kwangu ni kazi ya mswaki sana. Napeana amri kwa department kwamba watu hawa wapewe muda wa kujisimamisha kiuchumi. So give them a grace period ya kuweza kujimudu, ndio waanze. Kwa sasa wasilipe mpaka ile miezi ambayo umeomba, ndio wataanza kulipa baadaye. Hiyo moja. Alafu la pili, hii soko ni mpya. Hii soko ni nini? Haiwezi kulipishwa sawa na soko ya zamani. So kama wale wanalipishwa kiasi chochote, hawa baada hiyo miezi walipishwa 50%, 50% kwanza baada hayo miezi. La tatu ambaye nataka nione, nimewaambia watu wa Mombasa, tunataka tuone mumeendelea kiuchumi na kufanya biashara. Sasa nataka namna hii, niambie hawa watu wangu wako hapa, Mariam, Dr. Kingi, Mishini dadangu, yuko na nero yangu. Hawa wafanyikazi hapa wa county, wafanyikazi wenu, sivyo? Nataka niwaambie namna hii. Nataka mkitoka hapa muchukue majina ya watu wa soko hawa wanaofanya biashara. Na nataka kila mtu apewe shilingi 30,000 za kuanza biashara yake hapa. Na alafu
nimesema namna hii, nataka kwenda kufungua ile hospitali ya Mtongwe tarehe 10, sikizeni, tarehe 10 mwezi wa August. Tumekubaliana Dr. Shikeli? Tarehe 10 mwezi huu unaokuja tufungue ile Mtongwe Hospital. After that, I'm giving you another 3 weeks tufungue hii maternity hapa. Tufungue hii maternity hapa. Hii chekechea hapa imejengwa 70%. 70% done. I am now giving you 2 months, 60 days exactly. I want to come back to Shikadabu kufungua hii chekechea iliyoko hapa. Tukubaliane paka hapo. Likoni hii tumeleta miradi 42 this financial year. Tunataka miradi hayo 42 within the next 3 months. Tufunge hiyo chapter. Tufungue chapter mpya. Na nimesema hapa hii fire engine, hii fire station, we bought new fire engines. Likoni hapa ndio kwenye shida kwa sababu fire ikitoka Mombasa mpaka ifike hapa moto utakuwa umechoma nyumba yote. So I want you also to bring a new fire engine here in Shikadabu, my friend. Asha, you have a new fire engine hapa Shikadabu. Tumekubaliana hapo. Alafu nataka niseme namna hii. Mimi nilivyochaguliwa kama gavana, there was no way watu wanaweza kupata matibabu mazuri hapa Likoni. Saa hii Likoni, ile hospitali yetu ya Likoni iko na x-ray, watu wanafanywa surgery pale, na hujakuja hii hospitali iliyoko Mrima. Zamani watu wa Likoni wanatoka hapa wakivuka tu kwa na matibabu. Siku hizi watu wanavuka kule na kuja Mrima. Na tena Mtonge ikiisha itakuwa namna hiyo. Shikadabu ikiisha itakuwa namna hiyo. Watu watakuwa wanakuja Likoni kutafuta nini? Matibabu. Sijui kama tuko pamoja paka hapo. Na nataka niseme namna hii. Mimi nataka niwaambie watu wa National Land Commission, and listen to me very carefully. Hii katiba mpya ambayo tulitengeza, iko sababu tulitengeza jopo huru la mashamba, National Land Commission. Na ajenda kubwa ilikuwa ni kuangalia dhulma za kihistoria za mashamba. So NLC must be reminded, your core function ni kuangalia maslahi ya umma ya Wakenya. You cannot tell us that watu wetu makosa yao ni nini kwamba wakupata vyeti vya mashamba, kwa wanajitolea wao. That is why we always tell you, kukija katika mambo ya pwani, there is something that is called ancestral interest that must be considered. Mimi siwezi kujitolea cheti cha shamba. Kazi ya kutoa cheti cha shamba ni cha serikali. So you cannot blame me because I didn't have my title deed. You did not give me my title deed. Now you want to come and move me, and you tell me you'll only compensate me kwa Mwasmini, na Mwaridi, na Mnazi. Acha mchezo, my friend. Alafu, we have always said, mradi ukifanywa mahali, primarily inafaa ipatie maslahi watu wa pale. So sisi tumekaribisha Dongo Kundu na mikono miwili. Mimi nilikuwa hapo, Mishi alikuwa hapo, wajumbe walikuwa hapo, tukashukuru kama mradi unaanza. Lakini usiwe mradi ambao utaanza kuonyesha watu wa Likoni dalili mbaya. We want to own the project. We want to be part of the project. We want to be able to support the project. Sijui kama tuko pamoja paka hapa. Tunataka tuone watoto wetu wanafanya kazi hapo Dongo Kundu. Na dalili za kwanza ni kwamba tutaona vile mambo yanaendeshwa sasa na National Land Commission. So I am reminding the National Land Commission, tafadhali fanya wanavyofanya, kumbuka maslahi ya mwananchi, primarily hiyo ndio majukumu yako.
Sijui kama tuko pamoja hapa kapo. So mimi nitawaangalia karibu and ensure kwamba watu wetu na maslahi yao yamelindwa. Nataka baada ya miezi mitatu tumalize hiyo story, watu wetu wawe compensated. COVID ikiondoka hivi, mimi nimesema na naomba serikali hata ya kitaifa tushirikiane, tuangalie mienendo ya kupatia watu wetu uwezo wa kiuchumi, pesa za biashara, minajili ya kufanya biashara, ili watu watoke katika janga la umaskini. People have struggled and suffered enough during COVID-19. Hii ndio hali ilivyo. Hii ndio hali ifanya nini? Ilivyo. Ndio mimi nimesema namna hii. Tutafocus miradi ambayo itabadilisha maisha ya watu. Sivyo? Na mimi sahi sitaki siasa mingi. Sahi sitaki. Mimi nimepigiwa kura. Nimepigiwa kura mwaka wa 207 kwanza. Nikaja nikapigiwa 2013 na fujo sana. Nikaja nikapigiwa 22 na fujo zaidi. Na nina imani Mungu akinipa uwezo, kiti chote nitakachotaka 22 nitapigiwa na fujo zaidi.